hao ni nyinyi. Abara bacu ni mwe. Wale wangilikuwa wetu ni ninyi. None murahangaha. Kwa hivyo sasa mko hapa. Ariko dushima Imana. Lakini kile tunashukuru Mungu nuko nahangaha muri mukora umurimo w'Imana. ni kwa sababu hapa mlipo pia mnafanya kazi ya Mungu. Nabonye abanyacyangugu benshi. Nimeona watu wa huko Cyangugu wengi. Duhereye kuri Mireye yure hariya. Tukianzia kwa Mireye yuko hapo. Uri yari umuprotokole mitorero wacu. Huyo alikuwa protocol katika kanisa letu. Mvuze abandi byafata umwanya. Nikiweza kuwazungumzia wengine inaweza ikachukua muda. Nabonye barumenge hano. Nimeona akina Rumenge. Nakubonye hano. Nimeona wengine hapa. Nabonye Aruboneka. Nimeona Evangelist Ruboneka. Kina Socrates. Hose ni Rusizi. Hao wote ni wa huko Rusizi. Yanyira bageni quelque part sinza wari. Nimeona akina Nyirabageni. Niwe uzabahagurutsa wenda kucumwe. Nitawasimamisha edha Jumapili. Nawe muzasanga iyo baguma hariya. Nanyi mtapata wangelibaki hapo. Duhere no kumushumba. Tukianzia hata kwa mchungaji. Na responsable w'itorero hano. Na hata msimamizi wa kanisa hapa. Nasanze ari Rusizi. Nimepata wote ni wa Rusizi. Turashima Imana ko murahangaha. Tunashukuru Mungu kwa kuweko hapa kwenyu. Imana ibaho umugisha. Mungu awabariki. Kuburyo bwihariye bundi. Kwa kimaalum Tabona abakozi b'Imana baraha. naona watumishi wa Mungu wako hapa. Duhere no kuri Rugondera. Tukianzia kwa Pastor Rugondera. Rugondera yigeze kutwigisha ijambo ry'Imana. Amewahi kutufunza neno la Mungu. Ahantu twari dufumbitse atari heza. Pahali tulikuwa ambapo si kuzuri. Shumbara hibuka ari mu Ntema biti. Mchungaji anakumbuka pahali hapo. Yaratubwiye ngo kubibwa mutabona umwami. Amesema kuwa kwa ufalme bila kumuona mfalme. Ngo nakaga gakomeye. Hiyo ni jangwa la ajabu. Abantu bakaguhama barwo ngo yatange ku mwami. Watu wanasema uo kwa mfalme. Kandi udashobora kumubona. Na uwezi kumuona. Bazi ngo umwishikira. Wanajua wewe ni rafiki yake. Naho nturamukiryera. Na hujawahi kumuona. Nawe ndakwakiriye Rugondera. Nawe na kukaribisha mchungaji. Hariho abavandimwe ba pastor baraha. Kuna wandugu wa pastor wako hapa. Barimo Aimable Ruhara. Ukiwemo Pastor Aimable Ruhara. Aimable Ruhara ni vice president wivuga butumwa mpuzamahanga tuha ku murongo. Yeye ni makamu wa injili ambayo tunafanya kwenye line. Akamuyobozi wacu. Na anatuongoza. Ariko ku buryo bwihariye. Lakini kwa kibinafsi akabishuti yangu. Anakuwa rafiki yangu. Tahantu Ruhara ashobora kumva ndi. Hakuna pahali anaweza kusikia mimi nikiwepo. Hari ubushobozi bwo kuhagera. Kukiwa uwezo wa kufika. Wareke kuhaba. Akose kuweko. Nawe ndakwakiriye. Nawe nakukaribisha. Mungu akubariki. Bishop rero hano. Bishop hapa. Yarayoboye irindi tsinda ry'ivuga butumwa. Alikuwa anaongoza kundi lingine la injili. Igihe yazaga twumvaga asa n'ubasize. Wakati alikuja tulikuwa tunadhani amewaacha. Twisharanye nawe inshuro zirenga 3 tubiganira. Tumekaa mara kama 3 tukizungumza hayo. Ariko yiyumvaga mu irindi tsinda lingana. Lakini alikuwa anajihisi kundi lingine kama hili. Imana ishimwe ko ayoboye n'ubundi torero lingana. Mungu asifiwe kwa kuwa anaongoza kanisa kama hili. Reka tuve muri ibyo ngibyo. Wacha tutoke kwa hayo. Ariko navyo ni byibanga. Lakini hayo pia ni ya kuanzia. Kuko ntishobora kubwiriza mu kirere. Kwa sababu hatuwezi kuhubiri kwenye anga. Hari bikikije hahandi turimo tubwiriza. Na mambo ambayo yanazingira hapo. Imana ibamugisha. Mungu awabariki. Siwezi kumsahau Bonfils. Turaherukana ahantu hamwe. Tulikuwa mahali pamoja na yeye. Kandi dufatanya umurimo wo kudufasha. Na tukafanya kazi pamoja kwa kusaidiana. Imana ikumbere umugisha Bonfils. Mungu akubariki sana Bonfils. Reka tuganire ijambo ry'Imana. Cha tuzungumze neno. Tuzariganira ijambo ry'Imana. Tutalizungumza neno. Wenda dushobora gukora ibindi bukeya. Tunaweza tukafanya mengi kidogo. Ariko Yeremia yaravuze. Lakini Yeremia akasema. Ngo magambo yawe Imana amaze kuyarya. Akasema maneno yangu yako Mungu nilipo yala. Yampindukira ibyishimo n'umunezero. Yamebadilika kuwa furaha na tabasamu. Petero aravuga. Petro akasema. Nyamara ijambo rya hano. Akasema kuna neno lililotabiriwa. Muzamugize neza ni mwarigita. Mtafanya vema mkilitenda. Cyambere ngo rizamurika cuzumwijima. Kwanza litamulika pahali kuna giza. Na liweze kukaa usiku kucha. Mpaka nyota ya usiku iweze kuja katika mioyo yenu. Hallelujah! Hallelujah! Tugiye kuvuga ikiganiro cyagizwe hagati ya Yesu n'umugore w'Umusamariyakazi. Tutazungumza mazungumzo yaliyofanyika katika ya Yesu na Msamaria mwema. Cyaraziraga kikaziririza. Ilikuwa ni taabu kabisa. Kumugabo w'Umuyuda. Ya kuwa mume Myahudi. Ahagararana n'umugore. Asimame na mke. C'était strictement défendu. Ilikuwa haikubaliki kabisa. Ni n'umugore. Na alikuwa ni mke sasa. Utizewe. Ambaye si muaminifu. Windaya. Ambaye ni malaya. Watunza abagabo benshi bizwi. Ambaye alikuwa na waume wengi ambao inatambulika. Ariko tutarahagera. Lakini kabla hatujafika. Ni Yohana wanditse buno butumwa. Yohana ndiye aliweza kuandika injili hii. Asifiwe sana. Amen. Turamuvuga ibintu 10. Tutaweza kumzungumzia maneno 10. Icyambere Yohana yanditse ibitabo 5. Kwanza Yohana aliandika vitabu 5.
yanditse ubutumwa bwiza dusomyemo, ameandika injili ilivyoandikwa na Yohana tuliposoma, yandika inzandiko 3 zamwitiriwe, akaandika nyaraka 3 zilizoitwa kwa jina lake, yandika n'igitabo cy'ibyahishuwe, na akaweza kuandika kitabu cha Ufunuo. icyo ni icyambere. Hicho ni cha kwanza. icya kabiri, Pili, Yohana n'umwigishwa Yesu yakundaga, alikuwa ni mwanafunzi ambao Yesu alikuwa anampenda. Niko byanavugwaga ntibanavuga ko ari Yohana, na hawakuwa wanasema ni Yohana. iyo bavuga ngo n'umwigishwa Yesu akunda, walipokuwa wakisema ni mwanafunzi anayependwa na Yesu, bagenzi be bahitaga bamenya ko ari we. ndugu zake walikuwa wanafahamu ya kuwa ni yeye tayari. Yesu ntiyarobanuraga, Yesu hakuwa na ubaguzi, ariko ntizamubuje ko yiyegereza bamwegera cyane, lakini haikumzuia kuweza kuwakaribisha waliomkaribia wengi. tuzi ko yagiraga abigisha 12, tunajua alikuwa na wanafunzi 12, ariko ibihe bimwe by'ingenzi, lakini nyakati 4 za maana, mmoja wapo ya nyakati yabaga ari kumwe na Petero na Yakobo na Yohana, alikuwa pamoja na Petro, Yohana na Yakobo, kandi abandi abigishwa nao, na wengine pia walikuwa ni wanafunzi. Ubuzima bwose busanzwe, maisha yote ya kawaida, abantu bashobora kunganya imirimo, hakuna watu ambao wanaweza kutoshana kazi, haba nubwo babishingwa bingana, hata kama wanaweza kupewa wakfu huo inayotoshana, nubwo bafite inshingano zingana, wakiwa hata na wakfu ambayo inatoshana, zanga byakunda hari itwari zigaragara mu murimo. Lakini kawaida kunao mataalamu wale ambao ni mashujaa ambao wataonekana, hawa murimo w'Imana, ikiwa kwenye kazi ya Mungu, hawa mu bahanuzi, ikiwa kwenye nabii. nico gituma habaga bakuru n'abato, ndio maana kulikuwa na wakuu na wadogo, haba mu bami, kukiwa kwenye wafalme, haba mu batamzi, kukiwa kwenye kuhani, haba mu bavuga butumwa, kukiwa kwenye wainjilisti. zanga byakunda hari abafite umwanya kuruta abandi, lazima kuwe na wale ambao wana muda kuliko wengine. uretse n'ibyo, ngalau hayo n'ubuzima busanzwe bwo mwisi, kwa maisha pia ya kawaida duniani, haba n'abakinnyi bo mu kibuga cy'umupira, na hata wale wachezaji wa mpira katika uwanja, harabihangange kuruta, kuna wale ambao ni wataalamu kuliko wengine. iyo atabonetse, asipoonekana, bavuga ko ikipe igihita gifite kana, wanasema ambayo timu ambayo hina fulani. uyu Yohana rero, Yohana huyu yakundwaga na Yesu, alikuwa ni mpendwa wa Yesu. umunsi umwe, siku moja Yesu ababwira ngo hari umuntu tugiye guhuza intoki turimo kumbehe. Yesu akasema kuna yule ambaye tutakuja kukutana mikono katika kukula, na huyo ndiye aliyenisaliti. Ngo buri wese yisuzuma mu mutima atekereza ko yaba we, kila mmoja akajichunguza moyoni akizania ni yeye, kubera ko Yohana yari aryamye iruhande rwa Yesu, kwa sababu Yohana alikuwa amelala karibu na Yesu. Ngo Petero aramurembuza, Petro akaweza kumuita, ngo bubaze nimbari ni yewe, muulize ikiwa ni mimi, kubera ko yari hafi yiwe, kwa sababu alikuwa karibu na yeye. Hicho ni kintu cha kabiri tuvuze. Hilo ni jambo la pili tulilozungumzia. Tatu, Yohana na mukuru we Yakobo, Yohana na nduguye mkubwa ambaye ni Yakobo. Yesu yabitaga abana b'inkuba, Yesu alikuwa anaita watoto wa radi. Sio zina ni ryiza? Je, jina hilo ni nzuri? Icyambere, kwanza ngo bavugaga badashishira, walikuwa wanasema na ushujaa, wanasema kabisa hadharani. Ikindi cha kabiri, pili, ngo bashaka gusana baburana na Yesu, walikuwa wanataka ni kama wanampigania Yesu, bakoresheje uburyo bukakaye, wakitumia nguvu. barabarangi, walikuwa ni watu ambao wana ukali, barabatomboshi, walikuwa ni na ukali. ngo niko bari bameze, hivyo ndivyo walikuwa wanakaa. ariko cyo kinejeje cyane, lakini hicho hakifurahishi sana. Siku moja Yesu agiye gukora Pasaka Yerusalemu, Yesu alipoenda kufanya Pasaka Yerusalemu, yatumye kuba Samaria, ameweza kutuma kwa Samaria ngo bamushakire icumbi, ili wamtafutie makao. atuma babiri, akawatuma wawili, barimo Yohana, ilikuwemo Yohana. ngo bashike batumwigisha yatubwiye, walipofika wakasema mwalimu alisema ngo uduhe icumbi, uweze kutupa makao. Abasamaria batindi bishoboka, Wasamaria wakasema haiwezekani. Ebwa Abayuda, ninyi Wayahudi, ngo bagaruka bafite umujinya mwinshi, wakarudi wakiwa na hasira, bati twabonye igisubizo, wakasema tumepata jibu. ngo hari hafi y'umusozi wa Karumeli, kulikuwa ni karibu ya mlima Karmeli, aho Eliya yasabye umuriro ngumanuke, pahali Eliya aliweza kuomba moto iweze kushuka, kubera ko afite umutima w'abana b'inkuba, kwa sababu alikuwa na moyo wa wana wa radi. baravuga ngo reke dusabe umuriro, wakasema wacha tuite moto nguzo twika Abasamaria batu na uje na kuweza kuwachoma Samaria haya wanaokataa. Lakini Yesu akasema hivi, hamjui nguvu zilizomo ndani yenu. Haleluya, haleluya. Hamjui nguvu nilizowapea si za kuangamiza, kwa maana mwana binadamu amekuja kutafuta na kuponya kilichokuwa kimepotea. Ilikuwa ni karibu na mlima Karmeli, pahali Eliya ameomba Mungu moto ishuke. Mikolo Eliya ikasimisa lulema na muzamula tanalenga mulufu panda milima. Mikolo Eliya ikasimisa lulema na muzamula
nalenga mulufu. Haleluya. Haleluya. Mikola mikiyo data. Kola mikiyo Elia akakola. Panda milima bene bali na bene ashera. Magana gali 850 anabasinda. Suranga bukeya. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Suranga bukeya. Mikola Elia. Mikasingiza rema. Ulema na muzamura. Omba pastor. Hallelujah. Uaraho mana Israel. Pilari della caria. Teteladi zala crovari da zelezani edromeleba. Pare mandeze l'aria gracia de veri edrobari da deloroma. Turateranye kubw'izina ryawe ma. Yes, faridina sidali l'aria topelaria bimamiagia. Landro dozeli egreye de dro. Girisu kora muri iki kibanza. Mbaraga zizura ubuzima butariho bwongere bubeho. Haidiliza la sofelaria drobela. Edina sode dalia graye londe eda brovarida. Mugoroba wo kumva uganiriza aba. Mugoroba wo kumva ubugingo bwongera kubaho. Mugoroba wo gusema no gukuraho inyota mbi. Kugira ngo ure mu bundi buzima busha. Biciye mu mukozi wa. Imbaraga zirema. Imbaraga zizura. Imbaraga zubaka. Imbaraga zikuza. Telele sifarada delargro. Meni dizala consala vorgarda de l'on. Ajimi sifasada delarigarade de loredra. Rakoze data kugize neza. Imbaraga z'umwuka wera nizibe muri iki kibanza. Mu izina ryawe dusenze. Amen. Ushobora kuba ufite imyitwarire nk'iyo. Inawezekana ukiwa na mwenendo kama huo. Uringare mu buzima. Wewe ukiwa na ukali katika maisha. Umutomboshi mu muryango. Ukiwa mtu ambaye ana maneno katika jamii. Ukabigirira umukozi w'Imana. Hata kwa mara unafanya ukiwa mtumishi wa Mungu. Ariko Imana yaguhindura nka Yohana. Lakini Mungu anaweza kukubadilisha kama Yohana. Twavugaga ngo yasabye umuriro kumanuka. Tulikuwa tumesema ameomba moto ushuke. Ariko munsi habaye isibaniro ry'intambara. Lakini siku hiyo kumekuwa na vita kali. Umukozi w'Imana Elia. Mtumishi wa Mungu Elia yasabye ngabo za Baali. Ameweza kuomba jeshi la Baali na Asheri ili waweze kufanya madhabahu waone Mungu wa ukweli, na akaweza kujibu na anayejibu na moto. Hilo ni la tatu ambalo tulikuwa tunasema. La nne, Yohana na Yakobo na Petro. Yohana, Yakobo pia Petro ngo bako bajanye na Yesu inshuro nyinshi, ariko turavugisha tuzingenzi. Wametembea na Yesu mara nyingi, lakini tutasema tatu za maalum. Cyambere ngo bagiye gukiza umwana wa Yairo. Kwanza wameenda kumponya mwana wa Yairo.
Yairo alikuwa ni mfalme katika wana Israeli. Mtoto wake binti yake akaugua. Alipotoa ripoti ya kuwa ameugua, Yesu akasikia wamekuja kukafufua. Lakini kukaingia mke ambaye alikuwa anaugua kwa miaka 12. Alikuwa na matatizo karibu 7. Lakini hatutaweza kuzungumzia hayo. Lakini kama 3 ya lazima. Kwanza alikuwa siku nyingi akiugua. Nawe unaweza ukawa na kiu ya kile ambacho hakina manufaa kwa miaka 12. Lakini mke huo akapona kwa sekunde. Na hakuweza kuponywa na kingine. Ni kwa sababu amejiambia moyoni, nitamgusa Yesu. Nawe utaokoka kwa sababu kumekuwa na maombi mengi. Hautapona kwa sababu unakuwa na mission nyingi zinazungumzia injili. Si ati mengi ambayo yamefanyika kanisani yatakayokuponya. Ni siku moja utamfikiria Yesu ana rehemu. Kuna mtaalamu aliyesema hakukuwa na mtumishi yoyote lakini wote waliweza kumuita. Hakukuwa na mtumwa yoyote lakini wote walimuita. Hajawahi kuwa na mtumwa lakini wote wakaweza kumuita mkubwa. Hakuwa daktari. Hakuwahi kufanya mambo ya kutibu. Lakini wote wakamuita mtu atakayeponya. Hakuwa na jeshi lolote. Lakini aliweza kushinda dunia. Kijeshi hakuwahi kushinda vita yoyote. Kwa sababu hajawahi kufanya. Lakini wafalme wote walikuwa wanamwogopa. Ongeza tena. Mungu apewe sifa. Kumuga zega kalbe Elia na muwera mulete ngabo zebe Hallelujah. Hallelujah. Atukuzwe. Asifiwe. Tuzamure Yesu Nazareti. Tumpe Bwana utukufu. Hallelujah. Hallelujah. Wa mugore yivanga muri dossier. Huyo mke akakuja kwenye dossier kwenye kesi ambayo si yake. Yes. Simuite dossier yashse. Si hizi process za shse. Vuze dossier icyari gihari. Nimesema kesi ambayo ilikuweko. Bari bagiye gushimira kwakira mzee nishuti yanje. Nawe ndakwakira rafiki yangu namkaribisha. Si dossier yashse. Si ati ni process ya yashse. La. Numugore winjiriye muri gahunda. Alikuwa ni mke aliyeingia kwenye mpango. Yesu yigendeye gukiza umwana wa Yairo. Yesu alienda kumpona mwana wa Yairo. Agakobwa kamwe yari afite. Binti mmoja aliyekuwa naye. Ariko atinzwa n'uwo mugore. Lakini akachelewesha na mke huo. Icharire. Nikubwiye ucuranga cyo gucuranga. Nikakwambia ndipo utapiga. Barikiwe. Asifiwe sana. Asifiwe. Wa mugore aramutinza. Huyo mke akamchelewesha. Ndashaka ko igiterano gitinza. Nataka mkutano huu ucheleweshe. Kugira ngo ari wewe gihugiraho. Ili iweze kujali wewe. Cyateguwe na assembly. Imeweza kuandaliwa na assembly. Gitegurwa n'abayumbe. Imeweza kuandaliwa na ombezi. Ariko ndashaka kucitinza. Lakini nataka iweze kukaa kwa wewe. Tuzamure Yesu Nazareti. Tumpe Bwana. Hallelujah. 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 Amen.
naangalia mkutano huu, umutima wabimbwiye, moyo umeniambia, kwa kuwa kuna kile umeniambia nakubali, imeisha. Tuzamure Yesu binazari. Haleluya. Haleluya. Uwo mugore atinze urugendo Yesu yaragiye gukora. Huyo mama akachelewesha safari ya Yesu aliyokuwa nayo. Fata dossier yawe. Weza kuchukua kesi yako. Utume Yesu itinda. Uweze kufanya Yesu akae hapo. Abe yasa nuhuze kubindi yaragiye gukora. Akae ni kama amechelewa kwa mengine angayo angelifanya. Na aweze kukujali. Alipomgusa Yesu akasema kuna aliyenigusa. Asema wacha na wewe. Hata escort wako. Kwa watu ambao wanasukumana namna hii, hakuna yule anaweza jua aliyekugusa. La, siku nigusa pekee. Hawakusikia. Hawako wanaelewa kuna kile kimetoka ndani ya Yesu. Wamedhani ni mtu aliyemgusa tu kwa sababu wanasukumana. Wacha nikwambie, ukimkaribia Yesu, anajua alichokupa kimeweza kumpungua yeye. Na inaonyesha ya kuwa mtu akiwa amekupea kitu, ni kwa sababu kwa yale aliyokuwa nayo yatapunguka. Kuna mtu ambaye ametuambia kuna sadaka ambazo Mungu hazikubali. Una 1000 ya Kenya, umejaribu kutoa 50, unajaribu ku exchange mpaka unatoa 950. Hiyo si kutoa, hiyo ni kama kujiponya. Kwa sababu hata ulikuwa na uwezo wa kuweza kupata 50, unaendelea kufanya hiyo project yako. Sadaka inayokufanya uendelee na mpango wako, hiyo si ukweli. Kwa sababu hiyo mpango ambao unataka kufanya, hiyo ni mradi. Yes. Huo mradi ambao unafanya, unafaa kuwa na kile utakachochukua kwa yale umetoa. Huyu binti, Yesu nguvu zikampungukia. Akasikia anatafuta zingine za kuponya mwana wa Yairo. Uweze kufanya kitu, ufanye mradi, unatoa, na inakufanya urudi nyuma utafute ujaze pahali ungelifanya hapo kwa mradi huu. Lakini ukifanya yote mawili yanawezekana. Kuna pamoja kumezama. Akajitafuta nguvu. Kuna mtu amenigusa. Akaangalia watu. Mama huyo akasema hata nijua ukweli. Siri ilikuwa inajulikana na watu wawili. Ni Yesu na mama huo. Wacha nikwambie, siri ya kupona kwako si mkutano uliofanywa na assembly. La, mkutano unaweza usijue. Watu hao waliokuwa na Yesu hawakujua. Mpaka Petro ambaye alikuwa anakaribia sana, alikuwa anasukumana kabisa, lakini anatoa ripoti haraka. Moja ambazo hazijai, zingine za kufanya kwa haraka. Ndio maana Yesu alipofufuka akamwambia Petro, wewe chunga kondoo zangu. Alipofika mara 3, Petro akasikia ni kama imegeuka kesi. Akasema vile utakavyo. Na hata kwa kufufuka kwake amesema ambia mitume pamoja na Petro. Alikuwa anatoa ripoti ya haraka, lakini alikuwa na tatizo. Turudi hapa. Siri imejulikana na watu wawili. Kwa watu wote, umati wote hawakujua. Amejua na Yesu aliyepungukiwa, na ikajua na mke aliyepewa. Nguvu zilizotoka ndani ya Yesu zikaweza kuwa dawa ambayo nikwambia wewe ambao una kiu, hata usionekane kwa kisirimba. Siri ambayo Yesu anajua, ajue kwa nguvu zinazomfanya kuna ile umeichukua. Na hiyo siri mke akajua ni Yesu anajua na atafanya, awezifanya. Ndiye alikuwa anaweza kufanya uchunguzi. Baada ya mkutano huu, si bishop atakayejua, si ndanyuzwe ambaye atakayejua, si hili jiji la Kasarani, si Nairobi. Siri itajulikana na aliyepokea nguvu, na ijue yule aliyetoa. Tumpe Bwana. Haleluya. Huyo mama akajua kesi itamchukua.
akakuja na uoga, akasema mimi ndio nimemgusa. Agira ngo none namara kuvuga gutyo, akadhani alikimaliza kusema hivyo harisho yabuye kuri Yesu, kuna kila amekiiba kwa Yesu gituma kurikiranwa, ambacho kitamfanya aweze kufuatiliwa. Ntiyamenye ko aricho chamuzanye, hakujua ndicho kimemleta. Akasema mke we, ngo bikubera uko wize, ifanyike kama unavyoamini. Nyuma baada amaze gutuza, alipotulia kukakuja habari. Nari mvuze igihe janye na batatu. Nilikuwa nasema wakati alienda na watatu, ntimwirwe murusha umwigisha, msimchokeshe mwalimu. Kaka narage gusengera, huyo binti alikuwa akaenda kumwombea, kachika ameshakufa. Yesu aravuga ati tukomeze. Yesu akasema tuendelee. Abandi bagira ngo wenda no kuza kuharira no guhebura n'abahindagure, wengine wakadhani ni kuja kuangalia tu, lakini ajaribu. Ibibazo zarapfuye, hata kama matatizo yako yamekufa, Yesu ntafite intege nke zo kubihindagura. Yesu hana udhaifu wa kuweza kuyapindua pindua, bado atafufua. Habaye guhindagura, kukiwa ni kupindua pindua, hawezi kufanya kwa sababu umekufa, lakini kwa sababu ni kufufua, atafufua aliyokufa. Tupe Bwana utukufu. Haleluya, haleluya. Data wo mwijuru tora basaruzi ubakure muri twe babone kugenda, bavuge Yesu cyane ko yadupfiriye, ko ari we mana yacu irokora bisi, yaguhereye ubuntu rutangira ubundi, kandi ibyo ufite byose ikomoka waye. Eleza mambo twemeze cyane rwose mucunguzi wanje, gutumwa nawe hose mubo wapfiriye atukuzwe. Asifiwe. Umunezero, furaha niko kuja mu ijuru, ndipo kwenda mbinguni. muri vyararimbye, mbaje akaimba ngo none ingoma nyinshi zavuze, akasema hata ndurumu nyingi zimeweza kupigwa. ariko yeme mokabyara uyu mungu azi gusobanura, barahimana yo mu ijuru, uyu mungu azi gusobanura. Ashobora kuba muri kino gisagara ari mu bambere, urindanyuzwe kabisa. Bwana kubariki sana. Asante. Ngo none ingoma nyinshi zavuze, alafu ndurumu nyingi zimeweza kupigwa, kuguhamagaza bayo na tukuweza kuita walio wake, ubateranire ili waweze kukusanyika, gufungura, kuweza kukula ifunguro ry'Imana, chakula cha Mungu, ubutumwa bwiza, habari njema, ngo warahumuriza, na ikaweza kufariji, ngo kandi busa n'amazi meza, na inakaa kama maji mazuri wahembura imitima, ambayo inaweza kufua mioyo. Asifiwe sana. Haleluya. Aravuga ngo iyo tugejeje uyu munsi, akasema tukifikisha siku hii, tuba tubonye ubukiriro, na tunaona kupona, tuba dusa n'abasohoye, na tunakaa ni kama tumetoka hitwa paradiso, pahali kunaitwa paradiso, twari tuguye umwuka ukabije, na tulikuwa na kiu ya ajabu, tubonye amazi, sasa tumepata maji, kandi si twasezeranijwe, na ingine tumeahidiwa, tuba dusa n'abayigezemo, na ni kama tumeifikia dunia hii. Ndio maana nimewambia kufurahi ni igice kimwe cyo kuja mu ijuru, hiyo ni sehemu moja ya kwenda mbinguni, ni kama tumefika dunia hiyo. Umunsi umutima warambwiye, siku moja moyo ikaniambia, nta muntu kwisi wanyambura imbaraga, hakuna mtu duniani anaweza kunivua nguvu isipokuwa mimi ambaye ninajitoa. twose muvuga tuba mu bantu, hizi vitu zote mnasema zipo ndani ya watu, shoboka na gato, haiwezekani hata kidogo, imbaraga twambaye, kwa maana nguvu tulizozivaa tunaweza tukabomoa, zinaweza kuchukua. Ukiwa na udhaifu, hakuna wale ambao wamekufanya hivyo, wewe mwenyewe umejifanya namna hiyo, kwa maana nguvu ni agano. Yesu akawaambia wanafunzi wake, akamwambia siku hata nyakati msijali, lakini kuna habari nitakayowapa, mtapewa nguvu, Roho akiwakujilia, mtakuwa waume wa kunishuhudia. Kwanza Yerusalemu, pahali nimefanya maajabu katika ndugu zenu Wayahudi, lakini hawakukubali. Chani wape habari, Yesu hajafanya ajabu katika mataifa, wameamini wakisikia akiongea. Maishara ameyafanya katika Wayahudi, na hawakumkubali na alishafanya. Ndio maana alisema Injili imeweza kusikika Kapernaum, na kama ingesikika katika Sidon na Tiro. Haleluya! Haleluya! Panda milima. Haleluya! Ngwabaho babarakishijwe, mahali hapo wangelipona. Intege nke z'umuntu, udhaifu wa mtu zimuvamo, zikatoka ndani yake, na ibidukikije, lakini yale ambayo yanatuzingira sisi tunaweza tukayafinya kabisa. Hakika ya Mungu, ukweli. Hari umugabo wambwiye, kuna mume aliyeniambia, hano witonda aba bakecuru batameze neza, eti hapa kuna wamama ambao si wazuri. Ndamubwira ngo nukuri, nikamwambia ukweli, yoza kuba ari bakomeye nibo batumira, kama ingelikuwa wao ndio wakuu
niba mwantumiye kama mmenialika, hari abandi bakecuru banduta, kuna wake wengine ambao wananizidi. Ureke tuanze tuzamure Yesu wa Nazareti. Haleluya, haleluya. Ngo tubaramutse, usiwasalimu. None se banabwirije ndareka kubaramutsa, wala ambao nimewahubiri nitakosaje kuwasalimu? Ariko mureke tuanze tuzamure Yesu. Haleluya, 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 amen. Indege nke zizaturuka kuri wowe, udhaifu utatokana na wewe. Abanyembaraga bose babaye igihe abanyantege nke bahari, wenye nguvu walikuweko wakati wadhaifu walikuweko. Hari umugabo witwa Albert Einstein, ni mfilosofe. Kuna mume ambaye anaitwa Albert ambaye anaitwa ni filosofi. Umuntu umunyabwenge, amesema mtu ambaye ni wakili ngo akora imishinga abandi ngo bayiyoberewe, anafanya project pahali wengine walikosea, wakambara imbaraga abandi bafite intege nke, anavaa nguvu pahali wana udhaifu wengine, ana akili pahali wengine wamekuwa wapumbavu. Nuko Albert Einstein yavuze, hivyo ndivyo Albert alisema. Tani waambie ndugu zangu, Yesu akasema twende. Walipofika akawaambia wengine bakini nje. Wakaingia na Petro, Yakobo, Yohana pamoja na mama na baba ya mtoto. Akachukua mkono akamwamsha. Hicho ni cha kwanza. Pili, wakaenda pamoja katika mlima wa Elayon. Ilikuwa ni jioni. Ilikuwa ni jioni. Wakiwa wamechoka wote, wakiwa wamechoka na kazi ambazo wameshinda. Chani waambie, maombi ya mtu aliyechoka. Kuna mhubiri wa huko Minembwe ametuhubiri, akasema ukisikia kuna usingizi, unasikia umechoka na kuomba, huo si muda wa kusinzia. Usinzie wakati umeomba na kuwa macho, na kulala bila kupoteza kitu. Yale maombi ambayo mtu anaomba akijiandaa kulala, anaanza kurukaruka maneno mengine, ukizungumza yale uliyoshinda jijini na pale process inafika ukifikiria, ukigusagusa fulani ameenda tukiwa pamoja, ukaanza kumlilia Mungu eti Mungu amekusahau. Kwa sababu Mungu atuangalie kwenye process, Mungu anaangalia kwenye agano. Asifiwe. Ukisinzia kuwa umechoka. Bishop, unajua hivyo tunafanya jamii, tumechoka sana. Akasema mtumishi wa Mungu, ukiona umechoka, geuza makao, ujae nguvu. Ukisikia usingizi umeisha, ulale bila kuwa na agano na maombi. Hiyo inasumbua, lakini mimi nimekijaribu. Maombi uliomba ukichoka, ukiwa na njaa, Roho ameniambia chakula ulichojinyima kwa sababu ya kuomba inakosa mwilini, lakini inaenda kiroho. Amen. Haleluya, haleluya. Chakula ambacho isipoenda kiroho ni kile ambacho umekosa, lakini ukitafuta kukula, lakini kile umejinyima kinaingia kirohoni. Mwili unabomoka, lakini roho inajengeka. Walikuwa wamechoka. Wakamwambia Yesu, wewe ujihurumie. Hawakusema, ilikuwa moyoni. Akamwambia wengine, bakini tupande. Wakapanda mlima Elayon. Jua likawa limetua, usiku ukaja. Walipofika kwa sababu ya kuchoka mlima, wanafunzi wakalala. Yesu akaenda kando nao, akapiga magoti na kuomba. Mwimbaji anasema wakati naomba, wanga inaleta kwenye kusimama kwa moyo. Bindarura mpagarara ngonigira odatari muga nyirizo nkenyezose mubihezo mubabaro bimumuri zumutima sindubuka nabwo mwanzi mubihe byiza zo gusenga ya sindubuka gumwanzi
mu bihe byiza byo gusengayo ibiheze Uwiteka binyemeza yuko asubiza ategere jabana be ngo bamusanga bakerure ndamwihereje rwose kuko yampa magaye ubwe niringiye bwa buntu bwe noge zibihe byo gusenga niringiye bwa buntu bwe noge zibihe byo gusenga ya guhora se Uwiteka kuje kumbaro mubabaro kugezaho zageriwe mwire berengeze mwijuru niyambuye umubiri upfa nambaye kudafiteka ubwo nibwo zasezera kubi byiza byo gusenga. Bwana sifiwe. Amen. Arasenga akaomba asanga basinzia akapata wamesinzia. Bwa kabiri mara ya pili asanga basinzia akapata wamesinzia. Petro mubikezi wakati alikuwa amechoka choka akiangalia alichura akaamuka ngwagire gutya abona Mose alipofanya hivyo akaona Musa abona Elia akamuona Elia abona Yesu ararabagirana akaona Yesu anameremeta. mwambaza nanye nkababaza unaweza mkaniuza nami maulize Petro yamenye Elia gute? Je, Petro amemjuaje Elia? Elia wagiye wajanywe na magari yakumuriro. Elia ambaye amepelekwa na gari ambazo zinawaka moto. Abaje kubone kumuyaga wa serwaki. Kumekuja na upepo ambayo unavuma. Imyaka ibihumbi yarishize. Miaka maelfu ilikuwa imeisha. Habe n'intumbi ntiyabonekanye. Na hata maiti yake hayakuweza kuonekana. Amemjuaje? Mose wapfuye. Musa amekufa. Intumbi ntibayihambye. Maiti yake haijazikwa. Yaguye mu bikombe by'umusozi wa Moabu. Ameweza kukufa huko mlimani Moabu. Amaze kuhagarara mu mpinga ya Pisiga. Aliposimama kwenye mlima Pisiga. Yatereye ijisho hakurya. Ameangalia huko ngambo. Imana imweruka hakurya ya Lebanon. Mungu akamuonyesha ngando ya Lebanon. Turambi twiza twa Yordan. Akamuonyesha ngambo nzuri ambazo ni za Yordan. Agwa muri ibyo bikombe. Akaweza kuanguka kwenye bonde hilo. Biblia inatubwira ngo ntibigeze bamuhamba. Biblia inasema hajawahi kuzikwa. Bamukoreye ikiro cy'iminsi 30. Wameweza kumfanyia kilio cha siku 30. Usi bakirangiye. Siku walipomaliza. Yesu yababwiye ngo nibakora mahamba. Ndipo Yesu aliwaambia waweza kufanya ili tuweze kuvuka Yordani. Hawakuweza kumzika. Petro amemjuaje? Ilikuwa ni jicho la kuonyeshwa ukweli. Ilikuwa ni jicho la maono. Akawaamsha nduguze. Akasikia kitu kidogo. Arayumva kaduma arayumva extra ni gifite discours nini. Ni wakati una msemo mrefu. Unatoa neno la maalum. Urugero. President yatanze discours. President akiongea. Batari bayishira kuri radio y'igihugu. Kwa wakati hawajaweka kwenye radio ya nchi. Muncamake ya makuru. Pale kwa kifupi tu ya habari. Watapitisha neno kidogo. Ariko risa nkaho ari yo rikuri ya yandi. Lakini nakaa ndilo kini la ya mengine. Urugero mbaha mwumva. Mfano mwingine. Abantu bakurikirana YouTube. Watu ambao wanafuatilia YouTube. Hari usoma inkuru. Kuna wakati unasoma habari. Bakaza n'ibyingenzi bakabivuga bagitangira. Wanasema ya maana wanasema wakianza. Bagahita batangira inkuru. Alafu wanaanza habari. Yandi uvishe mbere. Yale umesikia kwanza. Akabuya sanga hagati. Unapata hata katikati. Niyo yari inkuru igize cha kiganiro. Ndiyo ilikuwa ni kini cha habari hiyo. Petro nawe yumva kantu gato. Petro akasikia neno ndogo. Ariko ivyinshi byari byamutambuka. Lakini mengi alikuwa amempita. Iyo usinziriye. Ukiwa umesinzia. Unajua machache. Haba ku mubiri. Ikiwa kwa mwili. Haba no ku mwuka. Ikiwa kwa kiroho. Umuntu amenya bike. Mtu atajua machache. Ariko yumvishe makeya. Lakini yale aliyosikia machache bavuga marumburumbu ikamfanya aongee mengi. Mpanga yari afite. Hakuwa na panga. Nta biti. Ilikuwa nyikani bila mti. Wari umusenyi. Ilikuwa ni mchanga. Ndiye yari afite forme yo kubumba. Hakuweza kuwa na kifaa cha kuweza kutengeneza matofali. Lakini kwa sababu ya kuongea akasema ataweza kujenga maskani 3. Kwa maneno abantu bajya bitanga amafaranga atazata. Watu wanatoa mapesa ambayo hawatatoa. Kubera kuko banezerewe. Kwa sababu wamefurahi. Msikie vizuri. Muzarebe igitabo mugira cyabitanze. Angalia kitabu cha wale waliojitoa. Kuna madeni ya miaka 5. Ayo mwara yibagiwe. Hiyo hata mmesahau. Abantu bavuge mu marumbu. Watu wamesema kwa kuongea. Kuna katu kamemrukia. Mme mmoja
amesema hilo shimo mimi nitaweza kuifunika. Ilipofika asubuhi sasa wakamwambia shimo hilo, akasema lakini mrudi kwa hiyo roho ambayo tulikuwemo ili niende kujikuja. Nimesema kwa kiroho, mnaniambia mkiwa kimwili. Acha niwaambie jambo hili. Bwana atukuzwe. Amen. Atangira kuvuga ngo bazubake ngwingandisha. Akasema watajenga maskani 3. Hakuna panga, hakuna kifaa cha kutengeneza matofali. Ilikuwa jioni, ni usiku katika nyikani, na hata hawajajenga maskani moja, hawajajenga hata maskani moja. Sasa ametoa 3. Mtu akitoka kwenye huduma anasema tunaenda kuomba. Mkutano tuliokuwa nao ilikuwa ni moto kabisa. Unaweza ukarudilia hapo. Wakristo wa kwetu walipokuja kwa kanisa, nimewaambia hizi ni hisia. Nitajua siku ambao walikuwa wanachelewa watakuja mapema. Nitajua siku ambao walikuwa wanaiba fungu la 10 watatoa. Nitajua hii kwa hisia. Wale ambao walikuwa wanachelewa ibada za wiki, nitajua mmefurahi mkija. Lakini haya hata vazi la mfurahisha mtu anakuja kanisani. Hakuna ajabu iliyofanyika. Lakini ajabu nangojea kwenye. Tumpe Bwana utukufu. Asifiwe. Pastor Ruhara. Furaha mliokuwa nayo mkienda kanisani, hiyo ni kawaida. Ni kama vile umekuwa ukiunganisha. Lakini ukimaliza umetaka hata kumfuata binti, ukapata una deni, furaha ikaanza kupunguka na umeweza binti ameoleka. Na ukiweza kuwa na process inakubali, alafu ikifika hapo wale ambao walikuwa pamoja wakiwaita sana, sasa anaitisha kwa nini ameenda, na akakasirika na akiwa amefika. Waliofika wengi wamekasirika kwa sababu mmewaomba sana mkawadharaulisha. Mtu akamwambia nimekuazimu kalamu wakati yako imeharibika, nitumie pesa. Hakuna jibu utakalopata duniani. Mungu aliyemuumba mtu akamweka shimo ambayo haiwezi kujaa bila kuwa na yeye. Naambia katika kuna chumba ambacho Mungu ameumba ambayo mtu hawezi akafunika kwa sababu ya utajiri, kwa sababu process zimekubali, kwa sababu ana watoto ngambo, hawezi kujaza shimo hiyo. Inajazwa na Yesu ambayo ina password. Kwa sababu usipokuwa na password ya maisha, ndio maana yeye anaye password ndiye anaweza kusibisha. Hakuna ndugu zenyu vijana walioenda ambao sasa wanasoma message na wajibu si kingine, wameweza kuridhika siku ameenda, lakini walipogusa kwa pesa waliomba wakawa wengi. Kama vile Karcho amesema huko Kabara wakulaje wanazidi wakulima. Chani waambie jambo hili. Mtu analipwa akiwa mmoja, anaombwa na wakwao, kwa baba mkwe, wale wacho wake, wale wa binamu, wakina mjomba, wale walikuwa wanaponya katika ministry, walioshiriki pamoja katika kwaya, waliokuwa pamoja kijeshi, walioshikwa mateka wakaacha wote. Sasa mtu huyo atakufaidi na nini? Naye amesumbuka. Password ya maisha ina Mungu pekee. Haleluya! 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 Amen. Atukuzwe. Asifiwe. Yesu aravuga ati ceceka Petero we. Yesu akamwambia nyamaza Petro. Nzi kusanzwe n'umuntu ubuka. Na kujua wewe ni mtu ambaye anachukua. Habe n'umunsi Yesu yavuze ngo agiye kuja mu ijuru. Na hata siku Yesu amesema nataka kwenda mbinguni. Abigishwa ngo baziganiwe n'uzamusimbu. Wanafunzi wakaweza kusukumwa ni nani atakayemrithi. Petro ati harundi wa musimbu asije umugabo utanga raporo kugihe. Petro akasema ni mimi nitakayemrithi kwa sababu ndiye nitoa ripoti kwa wakati. Bishop na agenda byicaza. Bishop akaenda byicaza. Uretse Frederick nyine Revera. Isipokuwa Frederick Reverend. Unda ashobora kugenda ari jewe yasengeye. Si anaweza enda akiwa mimi ndio ameombea.
kwa sababu mimi ndio namkaribia sana. Hivyo ndivyo Petro amefikiria. Yohana akasema, lakini hizi vivuli zote ni nani atakayemwachia uongozi isipokuwa mimi ambaye nakaa kifuani pake? Mathayo akasema, ni wajinga wote, hawajawahi kusoma. Mimi amenitoa nikiwa mtoza ushuru, mimi nina masomo, na hata Warumi ambao walikuwa koloni walikuwa wamenikubali na wakaniacha Torrent. Filipo akasema, mimi ndo mkuu wa waombezi, atapitisha jisho amchukue nani? Yuda akasema, mimi ameweza kunipa hazina ambaye anajali maisha ya mtume na kuweza kujali wale ambao ni maskini. Yule ambaye anaweza kutumia vizuri pesa atachukua Petro ambaye ni mvuvi, eti kwa sababu anafanya kwa haraka anaacha mimi ambaye ninajua. Yesu alipoangalia akaona wanapigania uongozi, ndio maana amemwambia anayetaka kuwa mkuu awe mtumwa wa wengine. Haleluya. Haleluya. Na anayetaka kuwa mbele aweze kuwa mtumwa wa wengine, awe mtumwa mchini. Wale watu waliokuwa wanapigania aliyetaka kuwa kiongozi, sasa anayetaka kuwa mkuu awe mtumwa wa wengine. Ukiwa wa kwanza aweze kuwa mtumishi wa wengine. Akaweza kukata tamaa katika uongozi. Cha nikwambie, kinachofaa si uwakfu unayo, ni kutumia vizuri yule ambaye unaye. Asifiwe. Wacha kupigania yule unayetaka kuona. Kuweza kujua vizuri yule unayefanya. Nilipotaka kuwekewa wakfu, nilikuwa ni kwa wakati mfupi nikiwa nimeokoka kama miaka 2. Wakasema Muyoboke alikuwa anakunywa hata pombe. Nilikuwa nakunywa pombe nyingi kama 8 hizo chupa kubwa. Nilikuwa kijana nikiwa na nguvu, nisipokuwa na miaka kama hii. Niko na 58. Ni mingi. Nilikuwa na 31. Nimeombewa nikiwa na 35. Anaye 35 aliye hapa ni nani? Ama 34. Nimeombewa, lakini sikuwa mnono kama yeye, kwa sababu hii unono pia ni ugonjwa. Wacha niwaambie jambo hili. Asifiwe. Mnajua huyu kijana akimweka kwenye training ni mtu, yeye ni mdogo, lakini wakimweka kwenye mayonnaise ni mkubwa. Tumpe Bwana utukufu. Nilikuwa kijana, inzoga zirachari mu gitanda, amacupa arachari munsi gitanda, pombe bado ipo kitandani. Ndavugira ati nukura amacupa ashobora kuba hari. Nikamwambia chupa zipo yes, chupa ya Primus, lakini chupa la Primus abantu bashyiramo na petroli, watu wanaweza kaweka hata petroli, kandi ntacha babakoze na hana dhambi. Abo bantu bandebeye, hawa watu wameniangalia, muri kirikiumu yahashize, wameniangalia kwa historia iliyopita. Lakini Paulo akasema, hatuangalii watu, tukifuatiliza vizazi vyao. Lakini akasema tena, akasema karama iliyomo ndani yako. Akamwambia Timotheo, ilikuwa ndani ya mama mkuu ambaye ni Lois, na ikawa ndani ya mama yake ambaye ni Loiki, na sitajuta kuwa iko ndani yako, na uweze kuiachilia ili uwe na mambo 3. Kwanza usome, uweze kufunza, na uweze kutabiri, na utaweza kujiponya pamoja na wanaokusikia. Hatusomi kwa sababu ya WhatsApp, hatusomi vitabu, tupo kwa WhatsApp. Watu wanakaa wakiwa wawili, mtu anamjali aliye mbali kuliko aliye karibu. Ukimuita mke unasikia yuko kwenye audio. Yule mpiga anayepika anaenda nje, chakula inaungua. Wachungaji walioenda kwenye kikao hawazungumzi. Ukiona kitu ya green imekuja, yule Marekani anataka kunijibu, unaacha mazungumzo, unaibwa. Hatusomi. Na yule ambaye ni mtu ambaye ni aliyeelimika ni msomi.
Yohana na Petro na Yakobo wamemuona Musa, wakaona Elia, wakaona Yesu alikuwa amebadilisha sura na wakaweza kutoweka. Tatu, katika shamba la Getsemani Yesu alipotaka kusulubishwa amewaambia wanafunzi wengine bakini nyuma, Petro kuja, Yohana kuja, na Yakobo kuja. Mnaona dhiki zenyu hata kama nasumbuka, lakini kwa mlima mnaona nguvu nilizokuwa nazo. Hii huzuni ninayo akarasimburwa na zambaraga mwambona itaweza kubadilishwa na nguvu mlizoniona. Ni wao peke yako wamemwona. Shogengo yavuye ibyuya bisana maraso wakati ameweza kutiririka na ntabwo ari amaraso ariko byasagana jasho likwina fananishwa kama damu. Jasho ilikuwa kama damu. Ni siku hiyo mwimbaji alisema wakati huo katika Getsemani, sitausahau wakati uliinama na dhiki ukiwa Getsemani. Mitume wakumekuacha huko babako. Kuna wakati wamesema babako, lakini sisi hatuwezi kujaribu. Ulikuwa katika miti usiku kwa sababu ya dhambi zetu, ilikuwa imekumaliza kabisa, na sisi ndio tulikuwa na hukumu. Lakini akasema ukiona nimesahau, Yesu nikumbushe hizo jasho yako kwa ajili yangu kwako. Hilo ni la tatu alilofanya. Asifiwe sana. Amen. Igihe cha gatanu, wakati wa tano, Yohana yagendanye na Yesu. Yohana alitembea na Yesu, bituma amenya imirimo ikomeye ya Yesu, ikamfanya ajue kazi kuu za Yesu. Nico cyatumaga ndio maana atukuzwe. Asifi. Ngo igihe abantu bashaka gucika intege, wakati watu walitaka kukata tamaa, Petero Yohana yarababwiraga. Yohana alikuwa anawaambia, enyi vijana nimutuze, mtulie. Huyu turimo tuvuka, huyu ambaye tunamzungumzia sisi tumemuona. Pili, twamuteza amatwi, tumemtega sikio. Tatu, twashoye intoki, tumeweza kumgusa, tukamgusa. Nico cyatumye bavuga, ndio maana wamesema nguyu tutamujanye kwa rwakapati, huyu bila kumpeleka katika shamba la bemera kurutige cha Yesu, bazemera kurutige, watakubali kuliko wakati wa Yesu. Sita, Yesu amaze kuzamurwa, Yesu alipopandishwa, Yohana na Petro na Yakobo baba inkingi zitore. Yohana, Yakobo, Petro wakakuwa nguzo la kanisa. Saba, Yohana mbere yuko aja muri Efeso, Yohana kabla aende Efeso, mbere yo gusenyuka kwa Yerusalemu, mbele ya kubomoleka kwa Yerusalemu, ndipo aliandika nyaraka hii, kitabu hiki. 8. Yohana yanditse ibintu byinshi. Yohana ameandika mambo mengi, imirimo Yesu yakoze, kazi alizofanya Yesu, inyigisho, mafunzo, ibitangaza, maajabu n'ibindi byinshi na mengine mengi. 9. Ubutumwa nyamukuru, Injili imani ya buri muri iki gitabo ambayo imo katika kitabu hiki. Murabusanga muri Yohana, mtapata katika Yohana 20:31. Havuga ngo Yesu ni umwana w'Imana. Inasema Yesu ni mwana wa Mungu. 10. Yesu yarafite amazina 3. Yesu alikuwa na majina 3 muri ubutumwa katika injili hii. Icyambere yari ijambo ry'Imana. Kwanza alikuwa neno la Mungu. Icyakabiri yari impano yahawe isi. Pili alikuwa ni zawadi iliyopewa dunia. Imana igumugisha cyane. Icyagatatu, umwemeye, aliyemkubali ahabwa ubugingo buhoraho, atapewa uzima wa milele. Utamwemeye, asiyemwamini, ararimbuka, atangamizwa. Uyu ni Yohana wanditse bibi. Huyu ndiye Yohana aliyeandika. Kwa sababu muda umesonga, tampamvu yo gufata ikigisho kirekire cyane, hakuna haja ya kuchukua funzo refu. Sinenda kubirangiza, si tamani kumaliza, sina nguvu za kumaliza, labda nilikuwa natarajia, lakini mimi uwezo wangu ni haba, na bishakaga ariko imbaraga zanje naha. Paulo hakumaliza, Yesu hajamaliza. Tuvugaho bike, tunasema machache, tugahanuraho bike, tunatabiri machache yaliyojaa yakija, imishagati zahu, yale ambayo ni nusu yatatoka na karibia kutamatisha. Huyu ni Yohana tulikuwa tunamzungumza. Wale takuwa na wao, tuzavuga hejuru ikiganiro cy'uyu mugore, tazungumza juu ya zungumzo la mke huu. Asifiwe sana. Amen. Kiganiro ko cyari kimeze, vile mazungumzo yalikuwa, kuzavuga umurongo kuundi, tazungumza line kwa line, kugira ngo ikigice tuzaje hano tukizi, ili tutoke sura hii tukiwa tunajua. Ejo tuzavuga umurongo kuundi tugeze kuri 25. Tazungumza mpaka sura mlango wa 20, sura 26. Lakini ni kwa kopeza kubiye muri ico gice, kila ambacho kimo ndani ya sura hiyo. Ahani nisugukiza uyu mugore, sana sana sikumponya mke huu. Ahani ni cyane pakubwa, lengo ni kujulisha Yesu ni Masia. Kwa kumjua yeye ni Masia, angeliweza kuponya hata wale wa kudharaulika. Kabisa, urabivuze neza. Huyu mugore yari umunyamahanga. Huyu mke alikuwa mtu wa mataifa.
hangelifanyiwa tendewa mema. Lakini kwa sababu Mesia amekuja na wale ambao wakutenda maovu wakikubali, nao pia watapata mema. Ndiyo maneno ambayo yapo katika sura hii. Tasema sura kwa sura. Kwanza tu tunaweza tukasema kwa neno hili, alikuwa ametoka Yudaya akitaka kuenda Samaria, lakini akasema wacha nipitie Sukara. Hizo jiji tatu zina historia. Nikichukua ninaweza ikachukua muda. Yudaya aliyomkoa, niyo ndio nasema Yudaya yari kapitale y'ubwami bw'Abayisiraheli, ilikuwa ni capital city ya ufalme wa Israeli. Nyumba ambazo ni 12, lakini kwa sababu ya jina hilo yari imaze gufata ubwo bwami bwose, ilikuwa limechukua ufalme wote na area iliyokuwa hapo. Hapo ndipo Yesu alikuwa ametoka, akapitia katika jiji la Sukara. Alipofika akakaa tu bila kuandaa, akiwa na njaa, akiwa na kiu zaidi, akiwa na njaa. Alikuwa mtu kama wengine, na hata ndio ilikuwa nasomba watu kutofautisha mtu na ilikuwa vigumu kujua umungu wake katika mwili wa kibinadamu. Samuel koko tuzi neza ko ubutumwa bwari bwaracecetse, nta buhanuzi bwari bukiba mu Bayisiraheli. Injili haikuwa katika Israeli, haikuwa gicha Samuel, lakini wakati wa Samuel ngo kuviramu kuvidano kageza Ibesheba, kutoka Ram katika Besheba, kuko Samuel yarundukiye umuhanuzi bw'Imana. Imejulikana kuwa Samuel ameweza kuingia kwenye unabii wa Mungu. Asifiwe, asifiwe sana, amen, ahimidiwe, asifiwe. Tumupepeye Bwana ambaye habadilika. Hallelujah. Nicho cyari kigoye, nicho kilikuwa kinasumbua, kubera ko Yesu amanutse aje mwisi. Kwa sababu Yesu alipokuja teremka duniani, amanutse ku ngazi yari ujijuru n'isi, amekuja kuteremka kwenye ngazi inayounganisha dunia na nchi. Ingo niwe yugabe, akaacha kiti chake cha enzi, wayisingiriza data, akaweza kumpa baba. Ngwarebye, alipoangalia abona atakunta azagera mwisi yambaye umubiri w'Imana, akaona atafika duniani akiwa amevaa mwili wa Mungu. Ngo yambura umwana bwiwe, akauvua umungu wake. Ngo yambara umwenda w'umuntu, akavaa vazi la mtu, akavaa mwili wa mtu, watwikiriza umwana bwe, akaweza kufunika umungu wake, kugira ngo umuntu wambaye umubiri, ili mtu aliyevaa mwili kandi ufa na ambaye anakufa ndi umunyamwaga na ambaye anasumua, mwenye fitina, yes, kugira ngo arebe Imana, ili aone Mungu, akomeza abayo kandi ari Imana yamubonye, aendelee kuona kuweko na amemuona Mungu. Hakuna kingine kilichomfanya afanye hayo. Amechukua vazi la mtu, akaweza kufunika umungu wake, akashuka ili muyoboke aweze kumuona. Uongo ambao unadanganya ingelikuangamiza, vile unavyokusudia kudanganya na unafanya. Lakini kwa sababu Mungu amevaa mwili kama wako, akaweza kujifananisha na wewe ili uweze kuendelea kuishi. Naweza kuambia hivi, kesho tutaendelea na sura hii. Wacha utamatishe. Hivyo ndivyo moyo unaniambia. Moyo unaniambia nitamatishe. Kwa sababu nina hata siku hata kwa miaka itakayokuja. Kandi ejo tuzaba turi kumwe, na hata kesho tutakuwa pamoja. Kwa gatandatu tuzabana, hata Jumamosi tutakuwa pamoja. Tumwero mu gitondo na nimugoroba tusohoze. Jumapili asubuhi na jioni tutamasha. Nikomeza kuba muri kino gisagara, nikiendelea kuwa jijini humu, kandi sinenda kugenda nkutorose, na sitakimbia kama aliyetoroka. Hata ninaweza nikawa hapa, lakini pengine ambapo nitakuwa ni baada ya hapa. Kuna watu ambao wamesema uweze kutupa fulani, nikamwambia pole pole, kwanza mtulie. Walionialika ni assembly. Nikitoka hapo tukifika Jumapili, atakaye nitaka nitaweza kumpa fulani, lakini ukitaka fulani toa. Assembly wakiniona kwenye fulani nyingine, ni nani atakuwa amenialika? Sisi hatufanyi biashara, ni watumishi wa Mungu. Nikitoka hapa nitatoa fulani pengine. Hivyo ndivyo nakubali katika maisha yangu. Lakini tumuonelee Mungu mikono, usikie vizuri. Ni baada ya hapa
ndipo naweza nikakupa fly. Hiyo ni ukweli. Tumuinulie mikono Yesu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Mungu awabariki. Kuna kile ambacho wachezaji wanaita ni kipindi cha lala salama. Lakini kuna wale ambao wanalala vibaya. Wale ambao wameshindwa hawalali salama. Sisi ambao tumekombolewa na damu. Tulale salama. Tujameneza. Tulale salama. Tujameneza. Tuhitimishe kauli yetu ya uzima. Turangiza neza ubuzima bwacu. Tusimame kidete. Tuweze kuhagarara neza. Tuchunge mwenendo wetu. Tubashe gucunga neza urugendo rwetu. Kama vile mtume Paulo aliyosema. Kubwo Petero yavugaga. Sasa mimi nimefananishwa kama takataka. Akavuga ngo cyane nahindwe nk'umuntu utariho. Muda wangu wa kwenda umetimilika. Umwanya wanje nawe urangije. Lakini nimevipiga vita vilivyo vitakatifu. Ariko nagwanye intambara nziza yo kwizera. Nimeumaliza. Narangije urugendo. Nimechunga imani yangu. Nachunze kwizera kwanje. Kile kinachobaki. Igisigaye ni kamba la haki. Dukuri. Hapana. Kiranuka. Ikamba ryo gukiranuka. Bwana atakalonipa. Icyo data zampa mwana wa Musa. La si mimi peke yangu. Si jawe jenyine. Bali ni kwa wale wote waliopenda kufunuliwa kwa mwana wa. Ahubwo ni bara bose bategereje guhishurirwa kwe. Sikuzikisha mu Kiswahili. Oya. Mureke tuanze tuzamure Yesu wa Nazareti. Atukuzwe. Hallelujah. Hallelujah. Yemwe. Mulale salama. Jameneza. Mungu awabariki. Dukomere ijambo ry'Imana amashimeshi. Shangilia neno kwa makofi mengi. Tuongera amashimeshi bavandimwe. Shangilia kwa makofi. Arakoze muvuga butumwa wacu Imana mu mugisha mwishi. Mnenaje Mungu ambariki. Nanone president gihagaze. Wacha tuombe president akiwa reka duhe amatangazo zindi za gahunda. Wacha tupe matangazo mpango mwingine. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Duimani chubahiro. Tumupe Bwana utukufu. Hallelujah. Hallelujah. Mani baumugisha. Mungu awabariki sana. Igiterane kirakomeje. Ibada inaendelea. Tuzakomeza ku munsi w'ejo. Tutaendelea siku ya kesho. Ejo mu gitondo dufite seminari. Kesho asubuhi tunayo semina. Izatangira mu saa 3. Itaanza na saa 3. Izaza gusoza mu saa 6. Tutamatisha saa 6. Ubwo rero abantu muzaze tubana abantu bose. Watu wote mmekaribishwa mkuje tuambatane. Aba mama, wa mama, abagabo, wa baba, abanyamasengesho, waombezi, abaririmbyi, waimbaji, umuntu wese ufite umwanya. Kila mtu ambaye akona muda muzaze tubane muri seminari. Kuje tuwe pamoja kwa semina. Hanyuma masaa 8 tuzaba dutangije igiterane. Alafu kwa saa 8 tutaanza ibada. Nibwo tuzaba dutangije hano. Ndipo tutakuwa tumeanza hapa. Amen. Amen. Hanyuma nubundi kumugoroba mu ijoro tutaba dufite kesha. Alafu jioni tutakuwa na kesha. Abantu nubundi bazayitabira. Pia muweze kuitika. Siko? Si ndio? Tuzaze kumva ijambo ry'Imana muri yo kesha. Tukuje kusikia neno la Mungu kwa mkesha huu. Rero kesha izabera muri Grace. Kesha itakuwa kwa church la Grace. Muri Grace nimwe tuzakorera kesha. Hapo tutafanya mkesha. Ubwo rero abantu bose bazaba bafite umwanya n'ubundi muzaze tubana. Kwa hivyo kila mtu ambaye akona muda kuje tuambatane. Ndatekereza ko ari nk'ibyo ngibyo. Nafikiri ni hayo. Imana ibahereze umugisha. Mungu awabariki sana. Dukomere president amashimeshi. Shangilia kwa kiongozi. Kubwa matangazo. Kwa ajili ya matangazo. Ndashimira ubuyobozi bw'ikiyumbe. Nashukuru viongozi waombezi. Burangajwe na president bangira icizere. Ambaye inaongozwa na president wameniamini. Hamwe n'ubuyobozi bw'itorero. Hata viongozi wa kanisa. Bakamba kuyobora uyu mwanya. Wakanipa na muda huu. Imana ibahumugisha. Mungu awabariki sana. Ndabashimira kwituza mwagize. Nawashukuru kwa unyenyekevu. Reka dukome amashi twegeza bishop. Wacha tushangilie tukimkabidhi bishop. Atuyobore mu ndi mwanya usigaye. Atuongoze kwa muda ambao mbaki. Taindi ndirimbo muva mu mutima uretse yo kuvuga ko Yesu warakoze. Taindi ndirimbo muva mu mutima uretse yo kuvuga Shangilia Bwana sana kwa makofi. Amen. Mshangilie tena sana kwa makofi. Abihe